kuna bunge moja yenye iko na furugu na kuna bunge moja halali ya kujadili miswada ya serikali. Sasa hivi tunavyoongea hapa tumepitisha miswada mingi, ukiendelea na rabsha mingi katika headquarters yetu. Sasa hii bunge ni moja. Hizi bunge zote tuko nazo katika sub county yetu ziko gazetted, zinajulikana katika Kenya yote, na kazi yenye tunaendelea kufanya sasa hii ni kazi yenye inafuata sheria. Speaker ni mmoja, hatuna position ya acting speaker. Speaker ni mmoja ambaye ni Enoch Okero, na sisi ni watu wa kuheshimu sheria na tutazidi kufuata sheria. So bunge halali ni moja na tutazidi kutumikia wananchi. Mwezi wa 10 tulishuhudia visa katika bunge letu la Nyamira huko, ambapo kulikuwa na furugu mingi ambazo zilisimamisha ile nafasi yetu ya kufanya vikao zetu katika lile bunge letu la headquarters pale Nyamira. Na hiyo ilibidi sisi tuendelee na vikao zetu katika mashinani ili tukaweze kujadili ile miswada ambayo inasaidia watu wetu wa Nyamira kupata maendeleo na mambo mengine ya kuhakikisha serikali yetu ya kaunti ya Nyamira inasonga mbele. Sababu ile tunavyojua bunge letu kufanya mambo ya kupitisha miswada, mambo ya kuwakilisha wananchi na mambo ya kutunga sheria. Katika yale machafuko ambayo tulithibitisha katika bunge letu pale Nyamira, alingeruhusu watu wetu wapate ile nafasi nzuri ya kuweza kufanya hayo maneno. So ilibidi tutumie ile sheria yetu, mimi kama speaker yenye niko nayo, ili tukaweze kufanya vikao zetu hapa mashinani. Tulianzia katika bunge letu la Kitutu Masaba huko ambayo iko na sub county 2. Tulifanya mambo ya bunge mashinani kwa wiki 2, tukakuja katika sub county ya Manga tukafanya pale sasa kwa wiki 1 na kikao cha siku 1, na leo hii tulikuwa hapa katika sub county ya Nyamira North ambapo tumefanya vikao zetu siku hii ya leo. Sababu ya waheshimiwa wetu ambao walikuwa attacked katika bunge letu, ambao walikuwa wanaenda huko kwa kufanya mambo ya shughuli za leo, ambao walikuwa attacked na hawakuruhusiwa kuingia ndani, ilibidi mimi kama speaker, sababu ya kutokuwa na amani katika mabunge zetu, nikafunga bunge letu na nishafanya mawasiliano na vitengo vyetu vya polisi tukaweza kupeana usalama katika headquarters yetu ya Nyamira. Hiyo ishatimika siku ya leo na bunge letu hivi vile tunavyoongea sasa hivi limefungwa kwa sasa. Wote wa Nyamira tuwe na amani, na tunasi wale wabunge ambao wamechaguliwa katika bunge letu la National Assembly washirikiane na governor na MCAs wa Nyamira kuleta uwiano, kuleta umoja ili tufanyie wananchi kazi. Mambo ya vitina haitasaidia Nyamira na wananchi wote wa Nyamira. Kwa hivyo hata tunashukuru kwa sababu bunge limefunguliwa mbali leo kwa siku 90. Na iwapo hawatasuluhisha maneno haya, hawataleta umoja, mimi ninaomba bunge letu livunjwe, tuende nyumbani tupigwe kura ili tupate amani katika bunge letu ya Nyamira. Hatutaendelea kushuhudia maneno kama haya. Kwa hivyo tunasihi viongozi wote waache uhasama, wakuje pamoja na tuungane pamoja na speaker ambaye ni halali amewekwa na koti, aendelee kushikilia na wamheshimu hadi wakati ule atakapotolewa, na kuna njia ya kumtoa, lakini si hii ya kutorosha mtu, ya kufurusha mtu kwa fimbo na mawe. Hiyo hatutakubali Nyamira. Kwa hivyo tunataka Mbongi, mwakilishi wadi wa eneo la Bokeira, na leo hii tumekuwa na bunge mashinani ambayo imefanyika successfully. Wananchi wetu wamefurahi kuona jinsi ambavyo sisi hufanya vikao vyetu na tumefanya mambo yote ambayo yanahusika na serikali yetu ya kaunti ya Nyamira. Na leo hii pia speaker wetu ameona kwamba ni jambo la busara aweze kuvunja kwanza
bunge liende mapumziko yasiyojulikana muda ambao utaisha, ili tupate njia ya sisi kupata maafikiano, turudi tuongee na tukae na amani katika bunge letu la Nyamira. Tumekuwa tukiwa na vurugu hapa na pale, lakini mimi kama mwakilishi wodi haiwezi kuwa mtu ananitishia kwamba niende nibao mbele ya spika ambaye ni waiganjo ama wa kujiekelea. Mimi kama mheshimiwa ambaye nimechaguliwa na wananchi, najua sheria, siwezi kuwa forced niende nikabao mbele ya mtu ambaye anajiita speaker kwamba acting speaker. Hilo alipo katika sheria yetu ya Kenya. Kwa hivyo mimi nafuata sheria. Tulikuwa na koti ikapeana order kwamba speaker Enoch Okero ndiye speaker halisi hadi wakati ambapo sheria itamaliza uamuzi wake. Wale wengine ambao wanajiita wanabunge, wanajiita wana numbers, ni sawa, lakini kuna mahali nafika tunatumia akili, sio nguvu. Inafika mahali tunaambiana hii ndio sheria na hii ndio njia ya kufuata. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kwamba spika wetu amfanya jambo la busara. Mimi niko tayari. Ikiwa tumeshindwa kazi kama waheshimiwa wa Nyamira, wacha tuende sote nyumbani, tukae na wananchi huko, wachague mtu ambaye anaweza wafanyia kazi. Hao wengine ambao wanaenda matanga wakaongee, wanaenda katika functions, wanasema kwamba kuna bunge zingine zinafanywa misituni. Whether the speaker decides to do sittings in a kitchen, bora sheria inamruhusu yeye kufanya, huyo ndio speaker na anafanya mambo ya kiserikali. Na yeyote ambaye anasikia kwamba vile vikao tunafanya mashinani ni mbaya, aende na yeye kotini akatushtaki kwamba tunafanya bunge mashinani yasiyo halali. Hawezi shikilia mbao leo hii kwamba mtu yote akiwa na mess, kama ni mzee wa kijiji ama mwanafunzi mwingine, aende aunde vikao tuseme sasa hiyo ndio kikao. Kikao ni waheshimiwa wale ambao wamechaguliwa kwa hiyo bunge na speaker wao wakikaa. Ile mess ni ya kuonyesha kwamba session inaendelea. Kwa hivyo yeye kama akona shida sisi kukuwa na mess, aende akaweke kotini, tuitwe pia tukajibu mashtaka. It is very sad that in Nyamira County we do not want to recognize the levels of leadership in our country, whereby we have executive, judiciary and the legislation or the legislators. We are the legislators of the county assembly and we make the laws. It's very sad that the very law makers are the ones breaking the same laws when they do not want to honor the judiciary system of our country, Kenya. Because we have seen people who have been subjected to contempt of court because of failure to adhere to the judicial ruling that have been made in our county of Nyamira. That is why we have a few of us as legislators facing contempt of court for failure to adhere to the rulings of our court. We are calling upon our fellow MCAs, we are calling upon the legislators to honor the same laws that they make. They should not be the ones to break the same laws that they are making. And with that, we are sending a message to the whole country that we are seeing contempt of court happening, but even at the highest level, when the ID was called upon to honor the ruling of the court, he had to purge. Why can't our fellow MCAs purge by doing the right thing and bring peace to our county assembly? It is very simple. The judge gave orders that they purge. Purge means they just go and undo what they are doing. When they will be going to jail, whom will they blame? Thank you. Ngesi wananchi, huyu ndiye speaker halali. Kuanzia kesho wakimbie kotini ili bunge na wao waeke petition kuwa speaker amefunja bunge na bunge haina haja ya kuendelea kwa sababu speaker halali amekataa. Mimi niko tayari kurudi nyumbani, tukae na wananchi. Hata watu wa Nyamira wamekaa bila MCA wao. Mimi nasi wananchi kuwa bunge letu limefunjwa, acha turudi kwa wananchi tena tupigiwe kula kama IEBC tarudi hivi. Asante.
Okay, set. Asante sana kwa nafasi. Jina yangu ni Lamek Sikwe Onyancha. Mimi ni mwakilishi ward wa Itibo. Mimi kwa sababu speaker